Jamani. Haya, huku tena nimekuja kufanya. Maana mimi sitakuzoea katika mitaa hii. Mimi najua sasa hivi uko na baba yako. Unajua huku ni mbali sana. Mimi naishi maeneo haya, sikai mbali sana na mitaa. Unajua kwani toka umetoka mjini ukaja kwa mama yako. Mimi nilijua utaendelea kukaa na baba yako mpaka atakapozeeka. Sasa umemkimbia tena umekuja kuanzisha maisha sasa mengine. Kweli? Kweli nishaondoka. Unajua sasa mimi nishakuwa mtu mzima. Kwa hiyo nikaona sio mbaya nikija kukaa huku. Unajua kukaa kana wazazi muda wote na kwa hivyo. Hilo jambo la heri pia kama unafanya maisha yako mengine. Hakuna kilichoharibika. Lakini muda kama huu ungefanya wazazi wako kuwa bora zaidi. Kwa sababu wana umri unaenda wanazeeka. Unawakimbia na kuja kuanzisha maisha sasa mengine kwa sababu kujitafutia mwenyewe. Hakuna neno bwana. Mimi huku ni maeneo yangu. Kwa waga na kujaga mara moja napiga kazi zangu afu narudi tena nyumbani. Kwa bwana mimi nafurahi sana kukuona. Kwa hiyo ni mtaa gani sasa? Sio mbali sana kama ni mtaa 4 kutoka hapa. Basi hamna shida. Siku tutakuja kutembea. Asante, mimi nimekaribia na nashukuru sana naye maana sikutegemea kama naweza nikakuona. Maana ni muda mrefu na muda sijakuona, yaani umepotea. Sawa, ngoja nirudi. Hamna shida. Huyu kamkimbia mama yake. Na mama yake kamtafuta sana. Tena kwa muda mrefu. Leo unakutana naye huku. Sasa huyu namfuatilia najua anapokaa, alafu naenda kupeleka umbea kwa mama yake. Isingekuwa hivi leo wamekuwa maadui zangu, kisa wazazi wangu. Bibi na babu hawakumtaka baba. Umemuona? Nimemuona kwa macho yangu, na sio kumuona tu, nimekutana naye, nimemfuatilia mpaka sehemu anapokaa, mpaka anaingia ndani, naona kabisa anaingia ndani. Unajua mwanao ni hana akili timamu, amekimbia huku, ameenda kujificha sehemu mbali kwa sababu tu ya mapenzi yake. Wewe una akili timamu kweli yule? Mungu wangu. Ni sehemu gani hapa kwa muona wewe? Kwa hapa ni mbali. Mama, mimi labda nikupe pole. Hapo cha kufanya ni kitu hichi ni moja. Kutoka hapa mpaka kufika huko ni mbali. Tunataka tukatumia. Sio, nielewe. Kwa hiyo wewe kama unaingia ndani kwenda kujiandaa, tuondoke, mimi nakusubiria hapa. Au la hasha, twende hivyo hivyo ulivyo nikupeleke. Sikiliza nikwambie mwanangu, kwa sababu nina shida na huyo mtoto. Nina shida na binti yangu. Nimemsaka kila kona sijamuona. Leo huu hata ukiniambia mimi nikulipe niko tayari. Sitakutaja mwanangu, nisaidie ili nimuone mwanangu. Sawa. Ni muda mrefu. Twende. Angeunganisha mioyo iliyovunjika zamani, lakini muda haurudi nyuma. Hapana, anabaki na ndoto tu ya kuwa kama watu wengine, lakini minyororo ya historia inabaki kumkumbusha yeye ni nani. Binti nyoka, binti nyoka, moyo wako umebeba kwani mwanangu, kutafuta mashariki na magharibi, usiku na mchana,
Silali mama yako, nahangaika kukutafuta. Ndio kumbe mwanangu umekuja kujificha huku, umekuja kujichimbia huku. Nimemkimbia mama yako kwa ajili ya mapenzi. Queen mwanangu. Mama, kwanza ngoja kwanza, kama sijakuelewa vizuri, umesema nimeamua kukua kivipi? Yaani nimekuwa kivipi yani? Sijakuelewa. Alafu mama, nilishakwambia kwenye masuala ya mapenzi yangu mimi sitaki uniingilie, na ndio maana nimekukimbia kule. Nimewakimbia kwa sababu mnaongea sana na mjaheshimu maamuzi yangu. Nilishakwambia mimi na mchumba, lakini hukutaka kujali hisia za mwanao. Sasa nikaona haina haja ya kukaa na nyinyi, na wakati nyinyi amuonyeshi upendo kama mimi mtoto wenu na nahitaji kitu gani ndani ya maisha yangu. Na ndio maana nikaamua kuondoka kule nikaja kukaa hapa. Tena bado umeona itoshi, umeamua kunifuatilia huku. Unanitafuta nini mamangu? Au nimekukosea nini kikubwa mno ambacho wewe unaniandama sana na hutaki kukubaliana na mimi? Kwa nini? Hivi unajua ni kiasi gani ninachokupenda? Unajua ni kiasi gani napata shida kwa ajili yako? Unajua kabisa kwamba mama yako nahangaika kwa ajili yako, eh? Unajua kabisa ni mama yako ameniachia mitihani mizito ambayo unashindwa kuikabili. Unaniua mama yako mwanangu. Mama, ni mwenyewe nakupenda sana, lakini wewe mama yangu ndio unanisababisha mimi uone kama mimi sikupendi, uone kama mimi nakuchukia. Mimi wala siwachukia wazazi wangu, ila nyinyi ndio mnanichukia mimi. Na mimi kuondoka hapa hiyo swala haliwezekani. Yaani sawa kabisa, hapa nimefika, na hata kama nikiondoka hapa sitorudi tena kwako. Bora nikaishi sehemu nyingine. Usiseme hivyo mwanangu. Bado nakupenda na bado nakuhitaji. Wewe ni binti yangu wa pekee kabisa katika tumbo langu. Turudi nyumbani mwanangu, bado nakupenda. Mama, sikiliza nikwambie. Mimi naona kama hauna kitu ambacho cha kunielezea mimi nikakuelewa kwa sasa hivi. Kwa hiyo ningeomba tu mamangu uondoke, maana na kazi nyingi za kufanya hapa nyumbani. Kwani leo mama yako nimekuwa mchawi? Mbona mimi nakupenda mwanangu? Hebu niomba mtakaponyanyua mwili wangu kurudi nyumbani, nirudi na wewe binti yangu. Nimechoka mama na manyanyaso. Nimechoka, afu mimi nishakuwa mtu mzima. Nimeshakuwa sasa hivi nahitaji niwe na familia. Kwa nini mama unaniwekea kipingamizi? Au kwa sababu ya huo uchawi wako? Mimi mamangu umebadilika leo. Wewe mwanzo ulikuwa hivi. Kipindi cha nyuma mbona ulikuwa unanipenda vizuri tu? Lakini sasa hivi sijui kwa sababu umeingia kwenye chama cha kichawi na ndio maana kuona mamangu umebadilika kabisa, hutaki hata kunielewa. Na wakati wewe ulikuwa mimi unifingi, nikikwambia hiki mamangu unafanya. Tukijadiliana hiki tunafanya wote na tunashirikiana, lakini sasa hivi mamangu umekuwa Yuda, wewe saliti. Sasa sikiliza mamangu nikwambie. Sina haja ya kuongea maneno mengi sana. Naomba uondoke na kazi nyingi sana za kufanya. Kwani unaamua kunifukuza mama yako? Hali ya kuwa nimehangaika huku na huku kukutafuta, leo nikukuta mwanangu unanifukuza. Mama, usitake kunipanda kichwani. Na kuomba mamangu uondoke. Maana nisije nikaongea maneno mengi ukaona kama mimi sina heshima na kuvunja heshima. Naomba uondoke mamangu. Kiustaarabu tu naomba uondoke. Mimi nimeshamaliza. Kwa hiyo hapo sina mjadala tena na wewe. Naomba uondoke. Kwa sababu akisharudi mwenzangu akakukuta hapa atakuwa mambo mengine. Wewe ulimfukuza kwake kama mbwa, unaona tegemea kikukuta hapa kinatokea nini? Kwa hiyo ondoka kabla bado hajarudi. Naomba uondoke, sitaki mambo mengi na kazi nyingi za kufanya. Sawa kama umeamua kunifukuza, ila tambua mimi ni mama yako tu. Mamangu utanisamehe sana. Sio kama sikupendi na sio kama sielewi, naelewa, lakini sina namna.
Kwa hiyo utanisamehe tu mamangu. Angeunganisha mioyo iliyovunjika zamani, lakini muda haurudi nyuma. Hapana, anabaki na ndoto tu ya kuwa kama watu wengine, lakini minyororo ya historia inabaki kumkumbusha yeye ni nani. Binti nyoka, binti nyoka, moyo wako umebeba wiki nikuta leo mzima. Nilienda kule kwa mwanangu, kunifukuza kama mbwa. Unajua kama mbwa, kanifukuza kama mbwa, kama hanijui vile. Fanya kama unaona navyonitimua. Alafu kuja kunishangaza sasa mimi kikubwa mno. Mtu hana tabia yoyote ya kunyonyesha. Wala mtoto sikumuona. Hilo tatizo. Tatizo gani tena hilo? Yaani mwanao amejua kabisa kwamba aliyezaa sio mtoto wa kawaida, na ndio maana amemficha. Amejua kabisa kwamba sio mtoto wa kawaida. Hicho ni kiumbe cha ajabu. Mimi tangia mwanzo nilishaona kabisa kwamba mwanao hata atakapozaa hatozaa mtoto wa kawaida, na ndio iko sasa. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Yaani cha kufanya sasa hivi inabidi uende mara kwa mara kule nyumbani kwao, na wewe unachunguza ili tujue, yaani kabla matatizo hayajatukuta. Hapo sawa, mimi nakuelewa hivi. Hiyo nitalifanyia kazi. Ila sasa mimi nitamjuaje? Hali yako pia ni kiumbe cha ajabu. Wewe utapokwenda pale mara kwa mara utajua tu, lazima utagundua kitu. Umenielewa? Wewe sio na wasiwasi kwa hilo. Basi sawa hivi, mimi nitafanya hivyo. Wala haina shida. Basi sawa, usiangache mimi niende. Haya, karibu hivi. Haya. Angeunganisha mioyo iliyovunjika zamani, lakini muda haurudi nyuma. Hapana, anabaki na ndoto tu ya kuwa kama watu wengine, lakini minyororo ya historia inabaki kumkumbusha yeye ni nani. Binti nyoka, binti nyoka, moyo wako umebeba Kabumba. Mama alikuja hapa asubuhi na madai yake, anadai kwamba mimi nirudi nyumbani, lakini mimi sikuweza kumsikiliza, nimefukuza kabisa. Fukuza? Nisingekuwa hivi leo, wamekuwa maadui zangu, kisa wazazi wangu. Bibi na babu hawakumtaka baba awe mkwe wao, ndiyo vile mama alimpenda baba, hakuwasikiliza wao. Matatizo yao ndiyo sababu